Una miaka mingapi ulipopata mtoto wako wa kwanza? Na hisia ilikuwa vipi kuona kwamba huyu ni mtoto wangu, yani ulipopewa kwenye mikono? Na kwanza Ridhiwani Aprili 16. Unaikumbukaje? No, unajua tarehe ile Aprili 16 kwa mimi ni siku ambayo significance yake ni baada ya kutokea vita vile vya Uganda. Kwa hiyo wale wenzetu wanajeshi ambao walikuwa wanafanya shughuli ndani ya jeshi, of course wote wamekuwa mobilized. And then ikatokea sasa mobilization ya wanajeshi ambao wanafanya kazi nje ya jeshi. Kwa nakumbuka safari moja tulikuwa niko Monduli chuoni pale, tulikuwa na kazi fulani tunafanya. Ikatoka ile orodha ile ya wanaoitwa sasa kwenda, na mimi nikawemo kwenye orodha ile, nikawaga wenzangu asubuhi. Nikaja hapa, nilipotoka hapa nikaenda zangu kwanza Bagamoyo kwenda kuaga wazazi. Na wakati ule mke wangu sasa ana mjamzito. Kwa ile siku ile nilikuwa natakiwa kuondoka ile. Ndio siku ile akawa na uchungu wa uzazi. Kwa basi nikasema, nikataka kuondoka, baba akaniambia hapana, subiri kwanza. Kwa basi tukasubiri, baadaye ndio nikapata habari kwamba amejifungua. Mtoto nikaenda nikamshika, hausa happy. Ni excitement ile kwamba kumbe na mimi sasa ni baba. Na mimi na mtoto wa kiume. Basi baada pale ndio nikalala pale. Siku iliyofuata nikarudi. Kaja wakati sasa ofisi makao makuu hapa ya chama kwenda kumwaga katibu mtendaji mkuu Mzee Msekwa. Akaniambia umebadili, huwezi kwenda tena, wewe utaendelea kubaki na kazi zako unazozifanya hizi. Kasema basi safi. Kwa kama naendelea na kazi zangu, je, naweza kurudi kidogo kule na mimi kakaa na kulea mtoto? Sasa basi nakupa wiki moja tu, alafu urudi zako Zanzibar. Basi so that's it. Hisia ya mtoto mara ya kwanza na hisia ya mjukuu kwa mara ya kwanza, ipi nzuri zaidi? Zote nzuri tu. Zote nzuri tu. Mtoto yani napata the grandchild, binti yangu yule salama kama wewe, ndio mjukuu wangu wa kwanza kujifungua. I was over the moon. Kwamba sasa na mimi nimekuwa babu. Sasa na wajukuu 13. Kuna favorite? Kuna mmoja ambaye hapa zaidi? Wote wako sawa sawa tu. Nawapenda wote, wakija nyumbani pale baada muda mfupi wanafanya fujo sana. Natamani wazazi wao wachukue waende nao. Kelele zinakuwa zingi. It's just too much. Mwingine amepanda juu ya meza, basi kwa kazi yako muda wote tu unahamia. No. Napiga maana bwana, halo. Miraji, Ridhiwani ni salama, njoni mchukue watoto wenu hapa, basi wanaondoka. Lakini ukishakaa muda mfupi unawamiss tena. Unawamiss, unawaalika wanakuja. Ukishakaa basi hivyo ndio maisha yenyewe, lakini ndio raha yenyewe hiyo. Kabisa. Raha yenyewe tu.